Sijajua kama umeoa au haujaoa. Kitu cha kwanza, kama mkeo afanyi kazi, na kushauri kitu kimoja, mruhusu mkeo afanye kazi. Kama afanye biashara, mruhusu mkeo afanye biashara. Iko hivi, katika swala la umezungumza kitu kimoja, akitoka ndo anapata vishawishi. Iko hivi, hata kama mkeo akibaki nyumbani, vishawishi viko pale pale. Tena inawezekana kuna big advantage kubwa sana ya vishawishi kuliko hata yule ambaye anatoka. Wakati wa mwanamke wametofautiana, swala la vishawishi, kuvikubali vishawishi, ni mwanamke mwenyewe au ni mwanaume yeye mwenyewe. Mkeo anaweza yuko hapo ndani, wala hakuna kishawishi aina yoyote atakikubali. Haijalishi wewe ni maskini wa kiasi gani, haijalishi ni tajiri wa kiasi gani. Vile vile anaweza akatoka na bado akavishinda vishawishi, lakini anaweza akabaki ndani na vishawishi bado vikamvaa, akatoka nje vishawishi bado vikamvaa. Iko hivi, kwa nini nasema nguvu za kiume ni pesa? Kwa kitu ambacho nakiangalia, actually mimi ni mwana biolojia, ukiachana na kuwa MC. Tunachokiangalia age ya mwanadamu katika ukuaji wake, hasa katika miaka 15 hasa kwa mwanaume mpaka kufikia miaka 55, ni age ambayo mwanaume anaweza akaperform vizuri katika swala la tendo la ndoa. Na hii inatokana na nini? Inatokana pia na katika zile phase za growth. Na maana yake ikishafika miaka kuanzia 50 na kuendelea, katika growth kuna phase moja tunaita decelerating phase. Maana yake catabolism ina exceed anabolism. Maana yake seli ambazo zinakuwa zinazalishwa kwenye mwili zinakuwa ni chache sana, au muda mwingine hazizalishwi kabisa, na zinazokufa ni nyingi. Maana yake mwili unaanza kuchoka. Umeona hicho kitu? Na watu wengi wenye fedha ni katika hiyo rika, hilo age hiyo, ambayo katika maisha ya kwetu sisi ya Kitanzania, ya Kiafrika, watu wengi wenye hela ni rika hilo kubwa. Japo hata vijana kwa sasa tunaanza kupata fedha mapema, lakini rika kubwa la watu ambao wako financial well ni rika la kuanzia miaka hiyo 45 kuendelea huko, wanakuwa vizuri. Na kitu ambacho kinasababisha vijana wengi kwenye swala la performance liwe dogo, unakuta kipato ambacho unafanya kazi kwa siku unapata shilingi 10,000 Onesmo au 20,000. Ukirudi nyumbani kuna kodi ya kulipa, kuna watoto wako wawili pale, kuna mama mkeo yuko pale, kuna mama yako nyumbani anakutegemea. Kipato ulichopata ni shilingi 20,000. Lazima utakuwa katika wimbi kubwa la msongo wa mawazo. Na maana tukasema testosterone inapelekea hormone imbalance. Sasa hii hormone imbalance, testosterone, ile testosterone hormone na estrogen hormone zinakuwa zinafanyaje? Testosterone inashuka, estrogen inapanda. Yes. Kwa mwanaume inakuwa ni tofauti. Yes. Kwa hiyo sasa ikiwa katika situation kama ile, unakuta vijana wengi tunaingia katika msongo wa mawazo, ambapo tukikosa ushauri, tukikosa kuzungumza naye, tukikosa kutushauri, ndio tunaanza kuingia katika masuala ambayo sio. Dada alizungumza kitu kimoja sana kizuri, tunaingia katika masuala ya kidunia yale mengine. Umeona hicho kitu? Tunaanza kuteseka, tunaanza ku lose confidence hata pia ya kufanya kazi. MC